zina maana ya aibu. Ndoto ya kwanza, unaota usiku unakanyaga kinyesi, maana yake unaenda kuaibishwa. Kama ukiwa na akili timamu, ukiamka asubuhi, piga magoti sana, vunja roho ya kuaibishwa. Mungu anakuandaa kwa ajili hiyo. Ndoto ya pili, unatembea sehemu kifua wazi, alafu wenzako wanakuangalia wala wajali. Unajisikia vibaya, unatamani watu wakimbie lakini huwezi. Roho inaitwa aibu inakufuata moja kwa moja kwenye maisha yako. Jambo la tatu, unaota usiku unaibiwa vitu. Unaota usiku majambazi wamekuvamia na una nguvu za kuwapiga, manake roho ya aibu inakuja juu ya maisha yako. Mungu hajamuumba mwanadamu ili amuaibishe. Mungu amemuumba mwanadamu ili ambariki na kumpa neema. Kinyume cha baraka ni aibu, roho ya kushusha chini pale ulipokuwa. Mtu mmoja alienda kukodi jengo na usiku ule ule akaibiwa kila kitu alichokuwa ameweka ndani ya duka. Aibu imemkuta. Atashinda polisi mpaka lini? Maisha yana roho inaitwa roho ya aibu. Jiona leo Mungu ana habari njema. Kitabu cha Isaya sura ya 54 mstari ule wa 14 mpaka 17. Tuangalie kwanza mstari ule wa 14 anasemaje. Isaya 54:14 anasema, utadhibitisha katika haki, utakuwa mbali na kuonewa. Roho za aibu ni roho za maonevu. Anasema kwa maana hutaogopa, na mbali na hofu kwa maana haitakukaribia. Ni ahadi ya Mungu. Kwa sababu ukianza kuwa na kuonewa, lazima utaibika. Ukishaanza kuwa na hofu, lazima utaibika. Mstari wa 16 anasemaje? 16 anasema, tazama nimemuumba muuzi avukutaye. Tuanze kwanza 15. Tuanze 15. Anasema 15. Anasema tazama, yumkini watakusanyana. Yumkini watafanya nini? Kwa ajili ya kuaibisha. Anasema si kwa shauri yangu. Watu wote watakaokusanyana, wawe wachawi, wawe washirikina, wawe walozi, watu wa aina yote, anasema watakaokusanyana juu yako wataanguka kwa ajili yako. Mstari wa 16 anafanyaje kuweza kumwangusha mtu ambaye anataka kuaibisha? Anasema tazama nimemuumba muuzi avukutaye moto kwa makaa, akatoa silaha kwa kazi yake. Nami nimemuumba muharibu ili haribu. Haribu nini? Twende mstari wa 17. Anasema kila silaha ya kukuaibisha wewe ambayo imetengenezwa juu yako haitafanikiwa. Anasema na kila nini? Ulimi utakaoinuka juu yako, watu wakainuka kwanza kusema mabaya, anasema katika huo sawa utahukumu kuwa mkosa. Anasema mstari wa mwisho, angalia anachosema, huo ndio urithi wa watumishi wa Bwana. Jiona leo tunapoenda kuomba maombi ya 6, kila aina ya aibu ambayo imewekwa ndani yako inaenda kufa katika jina la Yesu. Kama kuna mkakati wote wa kuaibisha, tunaenda kutengua katika jina la Yesu. Na Mungu atatuma malaika kukusaidia kutoka kwenye aibu kwenda kwenye baraka. Mungu atatuma malaika kukusaidia kutoka kwenye shida kwenda kwenye ushindi. Mungu atatuma malaika kukuondolea tabu na huzuni, kukupa furaha na ushindi, kwa sababu ndio maneno ya Mungu yalikuwa. Tusimame. Tusimame. Kwa maana wewe ni mwema, uaminifu wako juu yangu ni mkuu sana, unatisha kama nini. Sema Baba, nainua mikono yangu na natubu dhambi zangu zote ambazo nimetenda kwa kuwaza, kwa kunena na hata kwa kusema. Bwana, ninaomba msamaha. Naomba unisafishe kwa damu ya Yesu Kristo. Sema Baba, kwa jina la Yesu, aina yoyote ya maonevu ambayo yanaleta aibu katika mahali ambapo napata kipato changu, katika mahali ambapo nafanya shughuli zangu,
roho yote maonevu, roho yote aibu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ewe mshale wa aibu, ewe mshale wa maonevu, toka, rudi kwa aliyekutuma, angamia leo katika jina la Yesu. Roho yote aibu katika maisha yangu, kwa sababu ya nyumba baba yangu, kwa sababu ya nyumba mama yangu, ewe roho ya aibu, roho ya kuaibishwa, ninakuamuru futika, angamia leo. Achia roho yangu, achia mwili wangu, achia maisha yangu, achia nafsi yangu, toka katika jina la Yesu. Roho yote ya kuaibishwa, roho yote ya kuanza jambo na kutolikamilisha, ewe roho, kwa mamlaka ya jina la Yesu, achia njia, kufa leo katika jina la Yesu. Sema Baba, kwa jina la Yesu, kwa sababu ya kupigwa kwa Yesu, aina yoyote ya maonevu yanayoniletea aibu kupitia magonjwa, kupitia maradhi, Baba nainua mikono juu. Aina yoyote ya ugonjwa, maradhi, maumivu, tabu katika mwili wangu, noka, 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 shindwa kwa jina la Yesu. Sema Baba, katika jina la Yesu, mchawi yoyote, ulozi wowote, washirikina wowote ambao wamekaa pamoja wakasema waniletea aibu, waniharibie maisha yangu, ninaamuru leo uchawi wowote juu ya maisha yangu, uchawi wowote juu ya familia yangu, futika kwa damu ya Yesu, 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 futika kwa damu ya Yesu. Ewe mchawi, sikia sauti ya Bwana, moto wa Mungu juu yako, shindwa milele katika jina la Yesu. Sema Baba, maneno yoyote mabaya ambao watu wamenitamkia, watu wamekaa vikao wakanisemea mabaya, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninafuta ajenda za kikao hicho, ninafuta maamuzi ya kikao hicho katika ulimwengu wa roho, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Watu wowote wanaokusanyana kwa ajili ya kuniletea aibu juu ya maisha yangu, ninaamuru katika jina la Yesu, hiyo aibu ikarudi juu yao, hiyo aibu ikarudi juu yao katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wa kwanza sura ile ya 12 mstari kuanzia wa 7 mpaka wa 12 anasema kalama za Roho Mtakatifu ni hizi. Kumbuka, roho ya hekima, roho ya maarifa, roho ya kutenda miujiza, roho ya imani, roho ya kufanya matendo makubwa, roho ya utambuzi wa roho. Kwa jioni leo chukua dakika 2, muombe Mungu roho yote kwa ajili ya nguvu zako. Kama umekosa hekima, mwambie naomba hekima. Usianze kuomba chakula na ugali, mwambie Mungu naomba hekima. Kama una imani, uponyaji hauko ndani yako, mwambie naomba imani ya kupona. Mwambie naomba nguvu ya kupona. Omba Mungu mbele yake kwa ajili ya kuomba neema. Kama unaona kwamba unahitaji, umekwama, maisha yamefika mwisho wa reli, mwambie Mungu naomba maarifa ili nijue natokaje hapa. Inua sauti yako, nenda mbele za Bwana. Reko bakari and robo shebeka, riga bakari and robo shemekari and rabosa, rako bakari and. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama uko mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, usamehe makosa yetu kama nasi tunavyosema waliotukosea, usitutie katika majaribu, bali utuepushe na ule mwovu, kwani wako ni ufalme, nguvu, utukufu hata milele. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika mtamu wa Roho Mtakatifu uwe na sote sasa na hata milele. Amen. Hakika wema na fadhili za Bwana zitanifuata mimi siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele. Amen.